Njoo tuambie na wewe. Kristo kwetu tunachofanya ni aina mbalimbali. Aliyekufa akiwa mzee kuanzia miaka 60 tunamhifadhi kwanza na tunaanza maandalizi. Mazishi ni baada ya siku angalau 30. Mama yangu mzazi alipofariki tumemzika baada ya siku 45. Kwa nini tunafanya hivi? Tunamweka wapi sasa muda? Tunamweka mortuary. Mortuary. Tunaweka hata nikijini tunapeleka mortuary. Okay. Unavulia. Zamani wazee wanajitahidi, wanatunza nyumbani wiki nzima. Wanatunza na mafuta ya taa na wanalia kwa na mambo mengine. Wanatunza vizuri. Alafu mtu akifa tu katika familia wanawake tangu walipotangaza haruhusiwi kuoga mpaka siku ya mazishi. Ndio maana siku ambayo na kazi wanafanya wanaendelea na kazi. Unanawa tu uso. Baada ya mazishi kawaida siku ambayo tunahitimisha ndio wanaruhusiwa kuenda kunyoa nywele. Wote lazima wanyoe rasta kama ya kwangu. Maana kipara. Wanatoa kila kitu na inakuwa kweli ni siku ambayo tunahamisha pia msiba. Akiwa mtu amekufa, kwa mfano amefariki mjini, ndio siku ambayo tunamhamisha kijijini. Wanatengeneza kwetu katika ukoo wangu mimi, wanatengeneza tena jeneza ndogo kwa sababu siku ambayo amekufa wanakata nywele, wanaweka pembeni, hata ni Mkristo. Na kucha zake ndio wanaweka kwenye jeneza ndogo wanahamisha. Na inapofika kule inakuwa kama msiba ndogo lakini ni sherehe. Tunaalika watu ile siku ya kuzika. Siku ya baada ya kukuzika, mkizika tu kesho yake ndio mnafanya hivi hapa. Kwa sababu imeweza kaa muda mrefu. Mkizika kesho yake mnaenda ndio mnamaliza, wanawake wanaruhusiwa kunyoa nywele, kutoa kuoga, alafu sherehe mambo mengine yanaendelea. Kunywa na kula inaendelea hivi hapa. Na nasema asante. Haya, umesikia utajiri wa mila na desturi. Hii kwa kuwa ni mwashi hayo wa mwishoni. Njoo Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Ninachojua kwanza msiba ni unachukua siku 3. Msiba kabisa ndio. Kwa wabungu ndio. Ile siku ya 3 upande wa mwanamke, yani mfiwa upande wa mwanamke anaenda kufagia ndani. Ina maana kwa kufagia anamaanisha kuwa ndo anahitimisha, yani anatandua kila kitu kilichopo pale, anakuwa ametandika mikeka. Ina maana anaashiria kuwa msiba umeisha. Lakini kuna siku ya 40 mwengulo, wanapika wali, wanapika nyama nyingi na pombe. Alafu watu wanakuja wengi, wanakunywa, wanakula hizo nyama. Ina maana kunakuwa kama sherehe fulani hivi kumuombea yule mtu. Na kama hilo eneo liko karibu na parokia kunakuwa misa. Kama haiko karibu na parokia, ibada inaongozwa na katekista. Basi hicho ndio ninachojua, ila saizi hizo mila zimeanza kuachwa kidogo taratibu. Ndio maana hata nimeeleza hivi. Asante. Haya, huyo Mungu ana mwalimu wake Sister Odili amepata. Ala, sawa. Haya, Wanyamwanga mjipange, anaingia Mnyamwanga sasa. Aliyesoma English medium Msifu Yesu Kristo. Ni kusema kweli, kwa mila ya Kinyamwanga sielewi vizuri. Hapo tusichekane. Ila ninavyoelewa sisi kule watu wa nyumbani huko, siku ya msiba wanaona wananyoa nywele. Kunakuwa na maombolezo ya hali ya juu, ila siku ya 40 ndio naona kama kuna muziki, wanapika pombe kama alivyosema hapa Mbungu. Pombe ya nguvu kweli. Maana usipoweka pombe hata kuelewa.
pombe, wanachanganya soda, mziki nini na kadhalika. Ila mtanisamee, mimi sielewi vizuri. Inatosha Mnyamwanga, umeogopa wanyia wako wengi hapa. Haya sasa, anakuja mwenyewe Mfiwa. Ndio umetuita. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi ninachoelewa, mtu akifa kunakuwa siku ya 40 kwa ajili ya kumwombea, pengine yule aliyekufa kumweka mlisi wake anayebadili jina lake kama mama, na kunakuwa mkusanyiko wa familia, wanaalika mabalozi kwa ajili ya kumwombea yule marehemu. Ndicho ninachojua. Tumpigie makofi. Asante. Nashukuru masista kwa maelezo ya mila na desturi zetu zinazohusiana na maadhimisho tunayoyafanya sasa. Ndugu zangu, kwa ujumla masista wamegusa vitu muhimu ambavyo vinafanyika kwenye maadhimisho kama haya. Kwa ujumla watafiti wa desturi wa mila na desturi wanasema ngoja. Dennis, kule Nigeria mnafanyaje? Hawa wenyewe wanakaa na marehemu sijui miaka 2 sijui 3 ndio wanazika. Tumsikie Father Dennis. Tumsifu Yesu Kristo. Sisi siku 40 ni tofauti na hapa kabisa. Tunarudia kama msiba upya hivi. Tunaweka labda nguo ya yule au picha. Wanalia kama mtu amekufa siku hiyo hiyo. Na muombolezi vile vile kama siku aliyokufa. Kwa hiyo sio siku kama sherehe kivile. Wanasema tunafanya kumbukumbu ya marehemu siku aliyokufa. Sio sherehe. Kabila yangu. Pombe inaweka. Pombe kama tuliofanya siku ya msiba. Inakuwa vile vile.